Naam, ningetaka tusome masuala kuhusu fasihi. Na ningetaka tuanze na kujua fasihi ni nini. Kwa hivyo, lakini kabla tusijue fasihi ni nini, tunafaa kujua sanaa. Sharti tujue sanaa. Sanaa. Maanake fasihi huwa inajumuishwa na sanaa. Hivyo basi, sanaa ni chochote kilichoundwa kwa ustadi na ufundi mkuu ili kuweza kuwasilisha mawazo aliyonayo kwenye fikra zake. Kwenye fikra zake. Chochote kilichoundwa kwa ustadi. Mifano ya sanaa. Ambayo tunaweza kusema ni chochote kilichoundwa ili ambaye anawasilisha fasihi hii aweze kuwasilisha mawazo alionao kwenye fikra zake. Mifano yake, katika mifano ya sanaa tunaweza iweka katika kategoria ambazo tutaweza kuziorodhesha hapa chini. Natumai ya kwamba mmeweza kuandika hayo. Mojawapo ya hii mifano ya sanaa ya kwanza, sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho, kutokana na jina maonyesho, ni mambo ambayo huwa tunayaona. Kwa mfano, uchongaji, jinsi mtu anavyotumia kuchonga. Kwa mfano, unachonga mnyama, kwa mfano simba. Ufinyanzi ni pale ambapo mtu hutumia udongo kutumia udongo ili kuweza kuunda chombo kama vile nyungu. Anafinya. Ufumaji
Kwa Kiingereza huwa tunasema that using of the knitting. Unafuma, kwa mfano unafuma sweta na kadhalika. Ushonaji, unaweza shona shati, unaweza shona suruali ndefu. Pia kuna ususi. Kwa hivyo hii ni baadhi ya sanaa za maonyesho ambayo mwanafunzi anaweza tumia. Pia kuna sanaa ya vitendo. Sanaa ya vitendo. Sanaa ya vitendo. Sanaa ya vitendo ni ipi? Ni ile ambayo kuna vitendo ambavyo vinafanyika. Kwa mfano, anayewasilisha onyesho jukwani huitwa fanani. Fanani. Huyu ni yule ambaye anawasilisha tendo la fasihi jukwani. Alafu wanaomsikiliza ama wanaomtazama huitwa hadhira. Hadhira. Wanaomtazama huitwa hadhira. Kisha pale ambapo huyu fanani amesimama na pale ambapo hadhira inamwangalia huyu fanani, huwa panaitwa jukwaa. Au uwanja wa kutendea mambo ya kifasihi. Hivyo basi utapata ya kwamba ukiangalia hizi sanaa zote ambazo tumeweza kuziweka hapa, utapata ya kwamba ni ustadi. Kuchonga ni ustadi. Kufinya ni ustadi. Kufuma nguo ni ustadi. Kushona ni ustadi. Ususi pia ni ustadi. Kwa hivyo tunaona kwamba hizi stadi zote zinaweza kuwasilisha fikra za mawazo za anayeweza kufanya nini? Anayeweza kuunda hicho chombo ambacho anaweza. Hivyo basi fasihi ni nini? Tumejua sanaa ni nini? Hivyo basi fasihi ni nini? Fasihi ni utanzu wa kipekee ambao hutumia lugha, wahusika maalum, na muundo unaoeleweka
kutoa sanaa mbalimbali, kutoa sanaa mbalimbali. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa hivyo fasihi ni aina ya sanaa, lakini tunapata kwamba sanaa ambazo tumezungumzia ni sanaa za maonyesho na vitendo. Lakini fasihi ni sanaa ambayo ni ya kipekee inayotumia lugha, wahusika maalum na muundo unaoeleweka ili kutoa sanaa mbalimbali, pia ambazo zinaweza kuwasilisha ujumbe au fikra za anayewasilisha pale jukwani. Hivyo basi tutaweza kuangalia sifa za fasihi. Sifa za fasihi. Kwanza, tumesema kwamba lazima itumie lugha. Ni sanaa ya pekee. Kwa hivyo, hutumia nini? Hutumia lugha. Kutumia lugha kumaanisha nini? Inaweza tumia Kiswahili, inaweza tumia lugha ya Kiingereza, inaweza tumia lugha ya Kikuyu, Kijaluo, Kikamba, Kingiriama, Kiambaguzi, Kimeru na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba inaweza tumia lugha yote ilhali iwasilishe ujumbe. Huwa na wahusika maalum. Hutumia muundo unaoeleweka. Tutaweza kupata miundo hii ni ipi? Huwa na mazingira halisi. Huwa na mazingira halisi. Mazingira pia katika fasihi simulizi huwa tunaita mandhari, ama pale ambapo kazi hii ya fasihi inapatikana. Pia huwa na mazingira halisi ama mandhari. Huwa na pia maudhui. Pia tutaweza kuangalia maudhui ni nini. Pia tutaweza kuangalia wahusika. Tukiendelea na kazi yetu ya fasihi, tutaweza kuangalia wahusika ni nini, muundo ni nini, na mbona tunasema mazingira maalum na maudhui. Maudhui ni kwa mfano fasihi inaweza zungumzia maudhui ya mazingira, inaweza zungumzia kuhusu maudhui ya ulevi, maudhui ya uharibifu wa mazingira, maudhui ya mapenzi, uongozi mbaya, maudhui ya ugonjwa na kadhalika. Kwa hivyo fasihi kwa kupitia lugha ina miundo mbalimbali. Je, wajua umuhimu wa fasihi simulizi?
Tuangalie umuhimu wa fasihi simulizi. Umuhimu wa fasihi. Huku kutumia nje ya mdomo, huku kutumia wahusika maalum, kuna umuhimu upi katika fasihi? Jambo la kwanza ambalo huwa tunajua kwamba ni kuelimisha. Kuelimisha. Jua kwamba kuna baadhi au aina za fasihi, hivyo basi kupeana jibu la kuelimisha haitoshi. Kwa hivyo basi unaweza pata fasihi ambayo inaelimisha kuhusiana na masuala tofauti tofauti. Waweza pata kwamba fasihi inaweza elimisha kuhusu mfano, kuhusu jamii, mazingira na kadhalika. Kwa hivyo inaelimisha kuhusu nini? Je, mazingira yatunzwe? Tuishi kwa uhusiano mwema katika jamii. Kwa hivyo lazima kuwe na elimu fulani inayotokana na hiyo fasihi. Pia kuunganisha jamii. Kuunganisha jamii. Unapata ya kwamba fasihi tulisema kwamba ni sanaa iliyo na vitendo. Ni sanaa iliyo na vitendo. Kwa hivyo pale ambapo anayepewa jukumu la kuwasilisha fasihi pale jukwani, kwa mfano mtendaji, huweza kuunganisha jamii. Ataunganisha jamii kwa nini? Kwa mfano, nyimbo. Kwa kupitia nyimbo, unapata kwamba jamii itaweza kuungana iweze kuimba nyimbo hizo. Umuhimu mwingine wa fasihi ni kwamba huhifadhi desturi mbalimbali za kijamii. Huhifadhi desturi mbalimbali za kijamii. Desturi za jamii huhifadhiwa. Kuburudisha. Kuburudisha. Na kia kwa kuburudisha, huu kuburudisha ndiko kufurahisha. Kufurahisha. Pale mtu hapo mbele yenu anawaimbia nyimbo, anawafurahisha, au pia kutumbuiza. 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 Unapowasilisha kazi ya fasihi pale jukwani, unapata kwamba huwa unaweza kuwa na uwezo wa hukuza, ama tuseme kwamba hukuza uwezo wa kufikiria. Hukuza uwezo wa kufikiria. Nani ambaye anakuza uwezo wa kufikiria? Hadhira. Pale ambapo
anayewasilisha kazi yake anaweza amua kuwauliza maswali, na pia anayewasilisha kazi hii ya jukwani huwa anaweza anapoifikiria ile kazi huwa anaweza kuwa na njia nyingi za kuwa na kumbukumbu, na hivyo anakuza uwezo wake wa kufikiria anapoiweka hiyo hadithi kwenye akili yake. Hivyo basi ningetaka tuende kwa aina za fasihi. Aina za fasihi, natumai ya kwamba umemaliza na huo upande wa umuhimu wa fasihi. Na kama uko na swali lolote, unaweza liweka pale kwa comment section. Kwenye video yangu ya pili, nitaweza kujibu maswali yenu. Naam, asante. Aina za fasihi andishi. Aina za fasihi. Kwanza, fasihi andishi. Na ya pili, fasihi simulizi. Tutaanza na kwanza, fasihi andishi. Fasihi andishi, kutokana na neno lake andishi, fasihi andishi, na ingine ni simulizi, tunapata kwamba kwa njia ya juu ya kimaana, hii inatumia maandishi yaliyomo kwenye kitabuni, na hii inatumia masumulizi kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo fasihi andishi ni utanzu unaowasilisha ujumbe. Ni utanzu unaowasilisha ujumbe kwa njia ya maandishi. Kwa njia ya maandishi. Hadhira yake huwa tuli. Huwa imetulia. Hadhira yake huwa imetulia. Na maandishi haya hayana wakati maalum wa kusoma. Maandishi haya hayana wakati maalum wa kusoma. Fasihi andishi, tunapata kwamba ni maandishi
yameandikwa kwenye vitabu, na yakiwa yameandikwa kwenye kitabu utapata kwamba anayesoma hicho kitabu, msomaji, ndiye hadhira wa hicho kitabu. Na hivyo basi akiwa anakisoma kile kitabu atakuwa ametulia, na ndio maana tunasema hadhira yake huwa imetulia. Pia unaponunua kitabu hiki ni chako, na hivyo basi utapata kwamba maandishi haya kwenye kitabu unaweza yasoma wakati maalum. Huna wakati maalum, ama unaweza soma wakati wowote. Unaweza mkia asubuhi, unaweza mkia asubuhi, unaweza kisoma saa 7, unaweza kisoma ukisafiri, unaweza kisoma ukiwa hauna wakati maalum, ikizingatiwa na hii fasihi nyingine ambayo ina wakati maalum. Lazima ukue kwenye jukwaa, lazima ukue na hadhira. Fasihi andishi, hadhira ni wewe msomi wa kitabu. Hivyo basi haina wakati maalum. Sifa ya fasihi andishi. Sifa za fasihi andishi. Kwanza, huhifadhiwa vitabuni. Ya pili, huwasilishwa kwa njia ya maandishi. Ni mali ya mwandishi. Nambari ya 4, hadhira ambaye ni msomaji ni tuli. Ina tanzu 5, tutaweza kuziangalia. Nambari ya 6, maanake ina maandishi kwa sababu imeweza kuandikwa. Hurekebishwa. Hurekebishwa baada ya kipindi kirefu cha mapitio. Waweza kurekebisha. Maana ya kurekebisha ni kwamba ni kazi yako, ni mali ya mwandishi, ni mali ya mwandishi. Hivyo basi hakuna mtu anaweza kukataza kurekebisha. Tumesema ya kwamba ina tanzu 5. Mbona ina tanzu 5? Wacha tuangalie hizi tanzu zake ni zipi? Tanzu za fasihi andishi. Natumai kwamba umeshamaliza.
tanzu, tanzu za fasihi andishi. Kwanza tamthilia, tamthilia. Ya pili riwaya. Tatu